Baraka alibaki yatima akiwa na umri wa miaka 10 tu, baada ya wazazi wake kufariki kwa ajali mbaya. Alichukuliwa na ndugu wa mbali huko kijijini, lakini badala ya kupata hifadhi akawa mtumwa. Alivaa nguo zilizochanika, alilala jikoni kwenye majivu, na chakula chake kilikuwa makombo ya mbwa. Kijijini kote, Baraka alijulikana kama yule kijana wa laana. Wenzake walimcheka shuleni na watu wazima walimnyoshea vidole wakisema atafika popote. Huyu ni mzigo tu kwa jamii, walinong'ona. Cheche ya mabadiliko. Siku moja, akiwa ameketi kando ya barabara kuu huku akifuta machozi baada ya kufukuzwa shule kwa kutoa ada, mzee mmoja msafiri alisimama kumpumzisha farasi wake. Mzee huyo alimwona Baraka na kumuuliza, "Kijana, mbona unalia?" Baraka alimsimulia huzuni yake yote. Mzee yule alitabasamu na kumwambia maneno yaliyobadilisha maisha yake. Baraka, dunia haikupi unachostahili, inakupa unachopigania. Akili yako ndio utajiri wako wa kwanza, sio mifuko yako. Mzee huyo alimpa kitabu kimoja chakavu cha mafunzo ya biashara na sarafu 2 za shaba, kisha akaondoka. Baraka aliamua kutoroka kijijini usiku ule ule. Alielekea mjini akiwa hana kitu isipokuwa kile kitabu na sarafu 2. Alianza kwa kuuza maji baridi kwenye vituo vya mabasi, huku wengine wakicheza na kupoteza muda. Baraka alikuwa akisoma kile kitabu chini ya taa za barabarani usiku. Alichukuliwa kama kichekesho. Wafanyabiashara wengine walimuita msomi wa maji, lakini Baraka kujali dharau zao. Alikuwa na lengo. Alijifunza kuweka akiba kila senti. Kutoka kuuza maji, alianza kuuza matunda, kisha akafungua kibanda kidogo cha nafaka. Miaka 10 ilipita. Baraka alikuwa amekuwa na kuwa kijana mtanashati mwenye nidhamu ya hali ya juu. Kwa kutumia maarifa ya kile kitabu na uzoefu wa mitaani, aligundua fursa kwenye sekta ya usafirishaji. Alinunua lori lake la kwanza, kisha la pili, na baada ya muda mfupi akawa na kampuni kubwa ya usafirishaji nchi nzima. Hakukomea hapo. Aliwekeza kwenye ardhi na teknolojia. Jina lake lilianza kuvuma kama mmoja wa matajiri vijana wenye ushawishi mkubwa. Siku moja, msafara wa magari ya kifahari ulifika kijijini kwao. Wanakijiji walitoka nje kwa mshangao. Alishuka mtu aliyevaa suti ya gharama, akitabasamu kwa unyenyekevu. Alikuwa ni Baraka. Wale waliomdharau walishindwa hata kumtazama usoni kwa aibu, lakini Baraka kuja kulipa kisasi badala yake. Alijenga shule ya kisasa kwa ajili ya watoto yatima. Alijenga kituo cha afya ambacho kijiji hakijawahi kuwa nacho. Alitoa mitaji kwa vijana waliokuwa na ndoto kama yake. Funzo la hadithi. Hadithi ya Baraka inatufundisha kuwa asili yako haiamui hatima yako. Dharau za watu ni kelele tu. Unachotakiwa kufanya ni kuzitumia kama nishati ya kukusukuma mbele. Kama usemi unavyosema, jiwe walilolikataa washi sasa limekuwa jiwe kuu la pembeni.